Gharama ni mchakato wa maandalizi, the process of processing. Gharama ni mchakato wa maandalizi, ni muda, ni uvumilivu, ni usikivu, ni kukubali kukosolewa, ni mchakato. Kuna mtu anafikiri Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Mungu anataka ukubali kulipa gharama. Ukielewa kile ambacho Mungu anakihitaji, umefanikiwa. Nasomaga habari za Hana. Biblia inasema alikuwa akienda kuomba kila mwaka, anaenda kuomba, anatoa na sadaka. Na maombi yake yalikuwa ni maombi ambayo hayako tayari kulipa gharama. Alikuwa anamwambia Mungu, unipe mtoto kwa sababu mke mwenzangu Penina anafanyaje? Ananicheka. Mungu, nipe mtoto kwa sababu mawifi wananisema sana, niwaonyeshe. Nipe mtoto niwaonyeshe. Lakini siku moja, mwaka mmoja, Hana akapata ufunuo wa kiroho. Mungu anataka ufunuo wa kiroho. Biblia inasema pasipo maono, Mithali 29:18, anasema pasipo maono watu huangamia. Without spiritual revelation, people are destroyed. Watu wanaangamizwa. Inawezekana umeokoka lakini unachokosa ni ufunuo kidogo sana. Wafilipi 1:10 anasema naomba Baba awape macho ya ndani na roho ya hekima na roho ya ufahamu, the spirit of revelation. Kama haitatokea ufunuo tutakufa. Kwa hiyo kwenye Mithali 29:18 anasema pasipo ufunuo wa kiroho, sio maono ya kufungua duka, sio maono ya kuwa fundi cherehani, sio maono ya kuwa fundi sema upate sawa, lakini it comes from spiritual revelation. Inatoka kwenye ufunuo wa kiroho. Je, unachokifanya kina ufunuo ndani yake? Kwa hiyo Hana akapokea ufunuo, na sijui kama kuna mtu alimfundisha. Mara hii akaenda tofauti. Sema nitaenda kitofauti. Sema nitaenda tofauti. Usiende kwa mazoea. Mungu hataki mazoea. Alipofika alikuwa amezoea kuomba, nipe mtoto, ndugu wananicheka. Nipe mtoto, mume wangu anipende zaidi. Nipe mtoto, mambo yabadilike, watu wanione, wanitambue. Akasema, Bwana, ukinipa mtoto nitalipa gharama. Oh, haleluya. Bwana asifiwe sana. Akasema, ukinipa mtoto nitalipa gharama. Ukinipa gari nitalipa gharama. Ukinipa nyumba nitalipa gharama. Kuna watu Mungu amewapa nyumba lakini hawataki mtu akae kwao. Una vyumba vya kutosha. Mimi hao wageni wamekuja kwangu wanashangaa watu wanalala wapi? Wanatokea watu wengi. Naambia sisi kwetu kule wanasema mtu ajai kwenye nyumba yake. Kwenye chumba kimoja mlale 7, alimadi mnapumua, Bwana ni mwema. Hakuna shida. Akasema kama ukinipa mtoto ndipo nitakapomtoa afanyeje? Akutumikie. Mimi nalipa gharama, namwachia mtoto, na mtoto alipe nini? Gharama. Alikuwa amejitoa, si yeye. Alikuwa amejitoa mpaka mtoto wake alipe gharama. Alimuonyesha Mungu kama nitalipa gharama. Mungu akaachilia mtoto. Kuna jambo kwenye maisha yako halijatokea kwa sababu hujamuonyesha Mungu kama utalipa gharama, hauko tayari. Hata vingine ambavyo Mungu amekupa, hata mafungu ya 10 huwa utoagi, hauko tayari. Na mtafuta mtu ambaye yuko tayari. Anasema kupitia kongamano hili nitaanza kulipa gharama, nitaanza kusimama kama mtu ambaye ninamjua Mungu na niko tayari. Bwana asifiwe sana. Hana alikubali kulipa gharama.